ulimemzidia. Anyamazi ya diasep. Kuna nini jamani? Anaumwa mtoto huyu, ana wazimu sana huyu. Wewe kwenda kunda mimi hata ambaye mimi nikula mayai yake. Mwambie hata nguo hiyo kauli kabla sijamnasa vibao. Si huyu mzee amekula mayai sasa hivi hapa. Namuomba hela aanza kunizungusha. Mzee kashasahau. Mzee Majengo kashasahau. Samani kakaangu. Babangu kidogo ana matatizo ya kusahau. Sijui anaweza kama ametumia shilingi ngapi. Amekula mayai mawili yenye thamani 1000. Mtoto huyu kidogo anahitilafa kiufundi eh. Wewe uko kuna wazee kama mimi eh? Wewe unaona unafanya nini? Wewe acha kwa papa tu namna ukipumba pumbavu. Na ukafanya kazi gani hapa mpaka ape pesa? Mbona uko kama mjinga? Mimi sipendi. Wanakuambia siku nyingine usirudie tena hapa. Fanya kazi upate pesa, sio unakwenda tu bure tu unapita kuomba pesa hapa. Umtama marufuku kupita hapa. Na nikikukamata na kukata makofi. Shwaini wewe. Allah. Mzee Majengo kashasahau. Njoo basi, bora jishaua. Vipi? Safi. Kama kaa. Kama kaa. Au sio? Mbona umetumbua macho kama mlango umembana mjusi? Unafanya biashara? Nauza mayai. Wewe jina lako nani? Mimi naitwa Masabwire. Masabwire. Unajua semaji wa timu unauza mayai. Maisha, tunatembeza mayai, Moscow hapo yambwa. Kwa sasa baba, wewe unauza mayai. Hapo kwenye mayai. Kwanza wewe unauza mayai, vibali unavyo? Leseni namba ya NIDA, kitambulisho cha mpiga kura unavyo? Au unafanya tu biashara kiolela? Nipige simu juu. Kwani wewe ni nani? Mimi ni nani? Mimi ndo yule niliyemlegezea Zuchu kamba. Kwa baba wewe, kwa tray zima shilingi ngapi? Ili tray ni 1015. Mimi ni 1012. Sawa, kile utaongezea 500 basi. Sasa niongeze vipi 500 wakati mimi nimekuambia na 10,200? Mimi na 10,200 bwana. Sisi vijana bwana. Leo kwangu kesho kwako. Umeelewa mdogo wetu? Basi sawa, nitakuachia. 10,200 net. Sasa tukisema kwa mfano unipe nusu tray. Si fresh. Shilingi ngapi? Nusu tray basi nitakufanyia 7500. 7500. Toa 500 basi nikupe. Basi sawa bana, nitakuachia hivyo unavyotaka. Sasa fanya kitu kimoja. Baada ya kuniuzia nusu tray, nipe robo tray. Shilingi ngapi? Mbona ueleweki wewe? Kuwa serious basi, hizi ni biashara za watu hizi. Na wewe eleweka, unafanya biashara ufanye. Nataka robo tray, wewe unanilazimisha nichukue tray zima mimi kapato changu robo tray. Sawa, utanipa basi 3000. 3000. Robo tray 3000. Sasa mimi nina bukujelo bwana. Ile kiume, unajua sisi wanaume tunaongea kitu kilichonyooka. Mimi na bukujelo. Bukujelo hailipi bana, ongeza hela hapo. Hiyo 2000. Sasa fresh 2000 basi. Sawa. Sasa yai moja shilingi ngapi kwanza? 500. Yai moja 500. Hali ngumu. Aisee. Sasa kwa mfano tukisema hivi, achana na yai moja, yani unakatia kapande katikati cha yai, afu niuze 250. Si fresh. Una biashara hivyo bana. Wewe sema kama una nunue bana, mimi niondoke. Hautaki?
hapa Nandi aliniagiza. Mimi nataka changu. Mimi nilikuwa nataka chumvi tu ya kulia ili tango. Yaani unamaanisha nini? Samahani sikuelewi. Mimi nimemaliza. Unajua mwenyewe unanifosi ulikuwepo. Shikamoo mzee Majengo. Majengo? Majengo ndio nani? Mzee kashasahau. Tayari network ishakuwa busy. Sasa nilikuwa namuulizia mzee Majengo. Sijui utakuwa unamfahamu au la. Huyo mtu bwana kiukweli sina kumbukumbu na sijui kama aliwahi kuishi hapa au kama anakaa mtaa huu. Lakini hebu subiri kwanza. Sikitu. Sikitu. Adela. Hebu njoo mara moja tafadhali. Changamoto. Hebu msikilize huyu bwana huyu ana shida na nani? Nini sijui kitu gani sijui huyu? Binti, habari ya saizi? Mimi hapa kwa majina naitwa Magangakani tena. Ni afande niliyomlegezea Zuchu kamba na pateni. Namtafuta mzee Majengo. Huyo ndio kupa namuulizia. Sasa sijui unamfahamu? Mzee kashasahau. Mzee Majengo kashasahau. Kusema kweli baba, sasa umenichosha. Yaani umenichosha kabisa. Hii ni mara ya pili. Yaani kama umefikia hata kutusahau sisi watoto wako. Imekuwa too much. Baba, niache mimi nikapumzike kiukweli. Mzee unasahau disoso wako? Maganga? Yaani akiamgwangu nimesahau kabisa. Wewe ndo Maganga. Ni mimi mzee. Tazama. Alama ya vidole vyangu ndio mimi. Sura moja mstari wa kwanza. Unaona hii sura? Bila kulisahau shape. Lipo na ninatamba nalo. Changamoto. Baba tunaye na tunatamba naye. Tabu yake na nyinyi mmezidi. Mmezaliwa juzi, jana tayari leo mshakuwa refu kama miswaki. Mtu atakosa kukusahauni. Hisani yangu imeniponza mie, imenifanya nidharauliwe kwa kuwa hali yangu ya mwenzangu na mimi sina jema. Kaka, wanaume wenzio wanaimba singeli, wanaimba amapiano, wanaimba na hip hop. Sasa wewe unaimba taarabu. Kwani una shida gani? Maana sikuelewi. Yaani hiyo unielewi unamaanisha nini yani? Unataka kumaanisha washanivunja, si ndio Yaani kwa sababu wewe kaka yako unamwambia umuelewi. Wewe unielewi, nani atakayenielewa? Tambua mimi ni kaka yako. Mimi mundani ndo mwenye ndevu. Sasa familia imekuwa familia ya Kambale. Kaka ndevu, mtoto ndevu. Unaweza ukaongea chochote ukamwambia kaka yako umuelewi, si ndio? Yaani hapo maanisha zaidi washanivunja. Gugu limemzidia. Sijamaanisha hivyo. Gugu limemzidia. Wanamwita mdomo mashine. Gugu limemzidia. Anyamazi ya diasepi. Kaka Masabwile, vipi biashara imeendaje? Biashara sio sawa kabisa. Yaani huwezi kuamini. Siku nzima nimeuza maimani yetu. Sijui nimemkosea nini Mwenyezi Mungu.
kila ninapojaribu kupambana mambo yangu yanyooke, bado tu yanayumba yumba. Hakuna haja kukufuru. Leo umeuza mayai 4. Mungu kesho anaweza kukujalia ukauza tray zima. Alafu watu wanasema riziki ni mafungu 7. Wewe umebakisha 6. Endelea kupambana kakaangu. Huenda Mungu akakusaidia. Riziki mafungu 7 wapi bwana? Wanawaita mdomo mashine. Gugu limemzidia. Riziki ni mafungu 2 tu. Kupata na kukosa. Aya hiyo 7 mengine yapi? Hayo 5 yapi ambao mnadanganyana riziki mafungu 7? Alafu uzembe tu. Kuna watu wanauza mayai. Mtu anatembea kutoka hapa mpaka Zambia anauza mayai. Kuna dogo mmoja anaitwa Mkuchu huyo. Wewe mtu unatoka hapa unazunguluka, unaenda Kariakoo, unageuka nyuma mtaa wa Sikukuu, unaenda mbele tena, unarudi kidogo huku Faya, unarudi nyumbani. Alafu unasema oni nimezunguluka, nimechoka, nimeuza mayai 4. Wewe una akili sawa sawa? Umelogwa nini wewe? Kaka, hebu acha kusema hivyo basi. Unajua napambana sana. Yaani nimezunguka kila mtaa unaojua wewe. Yaani hapa miguu inaniuma hatari. Unaona sasa? Kuzunguluka tu anasema miguu inamuuma. Kuna watu walinzi wa magodauni huko wanasimama kuanzia asubuhi mpaka usiku. Anapiga shift night, shift mchana, alalamiki miguu inamuuma. Kuna watu makonda daladala, mtu konda waicha. Anaamka saa 8, analala saa 9 usiku kwa usiku hiyo. Eicha hiyo. Mbagala Mbezi, mtu anaokota nauli mpaka kichwa kinamuuma. Akitoka hapo anaenda kunywa diklopa. Wewe kazi yako haina Jumapili, haina Jumatatu, weekend unajipa mwenyewe. Unaanza kulalamika mpaka miguu inakuuma. Wewe una akili sawa sawa wewe? Na bubu huyo nimemsonga. Vipi? Hiyo mboga ya usiku ni? Hii ni ya usiku. Na kama unavyojua, kama kawaida yetu, asiyechanga hali. Wewe mganga mweza kona takada. Hii ni dawa na takada. Kwa hiyo hata nikichambua tembele je? Haushi. Aya. Wewe mganga mweza kona takada. Unajua sikitu? Sasa hivi mama ushakuwa mtu mzima. Yaani na style kabisa ni ukae mbilini upike ugali na watu wale. Huyo kaka yako yuko wapi kwanza? Mwanao sinamjua vizuri. Nimeshamuita yuko huko nje anakuja. Sawa mzee. Niko sawa. Tatizo tu la mtandao. Samahani mzee, asikusalimia. Shikamoo mzee. Marahaba jambo. Vipi za saizi? Nzuri. Samahani kwa kuchelewa kwenye kikao. Hivi bwana wewe utaendekeza pombe mpaka lini? Samahani mzee. Yaani mwenyewe ninashangaa. Kichwa changu kinakuwa obvious. Nachanganyikiwa jukuu zangu. Sasa mzee, mimi najiuliza kitu kimoja. Niwe nimekunywa, niwe sijanywa, mdote nimelewa. Yaani hata sijielewi. Yaani kwa nini mimi ni mlevi automatic tu? Au kipindi mama hajanizaa alikuwa anakunywa sana mitungi eti. Ndio mitungi ikaniasili. Katoka nimelewa automatic. Unajua wewe hapo ulipo sasa hivi umri ushakuwa unaenda. Na haya mazingira unayokwenda nayo hata sijui hatima yake maisha yako yatakuwaje. Sasa kwa taarifa rasmi. Nasema hivi. Nyumba mimi nataka kuuza. What? Mali yangu.
Mzee, unasemaje? Sina mjadala na mtu. Sisi tunaona vizuri hapo. Nauza mali yangu, sina mjadala na mtu. Nyinyi na maisha yenu mtajijua wenyewe, vipi mtaishi, wapi mtaenda. Hilo msifahamu. Mzee, wakati mimi hapa nasubiri siku umekufa niweze kulisi hapa. Au kama vipi ukifa niuze hapa hela nikalewe. Alafu nawe mzee, kweli ndugu yangu nataka uuze. Sio kweli. Biata hiyo haipo hiyo. Hivyo kwa wakati katika kikao cha kifamilia sasa ukatoa ushauri vizuri kabisa na hata kukuelewa. Kweli? Hapo kwenye ushauri mzee wangu, na ushauri wa kutosha. Kuna mwimba muziki anaimbaga anaitwa Mama Ushauri. Mimi ndo nilikuwa na mshauri. Kwa mzee usiwaze kwenye kuhusu ushauri. Niko vizuri. Au unasemaje ndugu yangu? Muska hapo ya mbwa. Afu koma wewe. Nimeshakwambia tabia yako kwa unaniita muska hapo ya mbwa kila ukielewa, mimi sipendi. Siku moja nitakuja nikupige mbele ya baba yako. Sema tu namheshimu. Muone vile. Sasa ikiwa Sikitu mweusi kama pua ya mbwa. Na baba yake Sikitu naye mweusi kama pua ya nani? Hapo kwa haraka kwa uzoefu wangu baba yake na Sikitu atakuwa mweusi kama pua ya paka. Ndio maana nataka niuze nyumba yangu kutokana na mazingira uliyokuwa nayo. Hakuna ushindwe mzee. Hati ya hii nyumba umeandika majina yetu. Haya, utauzaji nyumba wakati hati ina majina ya watoto wako? Hapa mzee wangu. Umefeli mzee. Sisi tuna uwezo wa kufunga. Ukataka kuuza hii nyumba lazima utuulize sisi watoto. Tukikataa hakuna kuuza nyumba. Naongea kama msemaji mkuu wa familia ya mzee Majengo. Mmefeki hati zangu si ndio? Sasa zile mlizozifeki ni fake hivyo hivyo kama zilivyo. Original ninazo mwenyewe. Na hizo za kwenu tayari kesha kula panya. Siwezi kukwambia ni siku gani, saa ngapi, tajiri nani, shilingi ngapi na kwenda kukaa wapi. Hiyo siri yangu mimi. Mnataka kunikaba? Yaani hapo tu bado sijauza, tunaishi yote mundani. Mnaniambia dua mimi nife. Yaani kaza kukombea tu dua wafe tu. Basi limradi tu. Wewe mshenzi nini? Sasa kwa taarifa yako, nimeenda kule katika masuala mazima ya vifo, nimeenda kuangalia orodha yangu. Nimejikuta nina miaka 80 ya kuishi hapa duniani. Acha umri ambao nilokuwa nao, 80 miaka inanisubiri. Sasa baba hapo unakuwa unakosea. Kwa sababu kosa ni la huyo mnywa pombe, unataka utuhukumu sisi wote. Hasa kama mimi hapo nimekosea kitu gani hadi unataka kuuza nyumba? Mimi nitaishi wapi? Kwa kila anayekimbilia kundi na yeye yumo. Nasema hivi hapa nauza mali yangu, siuzi mali ya mtu. Samahani Mheshimiwa Speaker. Mzee wangu, mimi ni mtoto wako kabisa muhimu katika hii familia. Alafu na mimi ni mtoto wako wa kiume wa pekee. Mzee, mimi nilikuwa nataka nikupe ushauri kwa sababu mimi ni mzee wa ushauri. Unapoiuza hii nyumba, kijana wako mimi naomba usiniache. Twende wote. Hao wanawake hawa hamna hawa. Ndio maana hata kwenye misafara hawakubariki. Au unasemaje? Wewe mpumbavu nini? Nimesema hivi, sitaki mtu yoyote ashirikiane na mimi katika. Tunaelewana vizuri sijui? Mbwa nyie, tafutani vya kwenu. Nyie mnajua hapa mimi nimepata za gharama ngapi hapa? Kwa kutengeneza hii sehemu. Mpaka nafikia hatua hii hapa leo. Mtajua wenyewe, mtalala vipi, mtalala machoni, kila jambo mtalijua nyinyi wenyewe. Msinishirikishe kwa lolote lile.